Mimi kwa majina naitwa Bakari Seif Kaduguda, ni mtendaji wa kata ya Mang'onye. Kiukweli msiba huu umetugusa kama wana Singida, na niweze kusema tunu ya Singida imepotea. Na kabla sijaeleza chochote, ni muombe mkuu wa mkoa mama yetu Halima Dendego alione hili kuna haja ya kuweka mnara wa kumbukizi ya Mheshimiwa Yusuf Mwandama. Ni mtu ambaye amefanya makubwa sana ndani ya mkoa wa Singida. Kiukweli hamna asiyetambua, hata mtoto mdogo ukimgusa anamfahamu Yusuf Mwandama ni nani. Kwenye sekta ya karibu kila sekta amegusa. Ukija kwenye jamii yupo, kwenye masuala ya kidini yupo, lakini kwenye siasa ni mwanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi, mwanachama mwadilifu na mwaminifu, na amekuwa akishirikiana bega kwa bega kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinasonga mbele. Kubwa zaidi nilikuwa naomba kwa umuhimu na unyeti wa huyu mzee, kuna haja ya kuweka mnara kama kumbukizi ya kuona miongoni mwa mashujaa ambao umetokea katika mkoa wa Singida, kimwacha mama yetu Liti, Yusuf Mwandama naye anapaswa kupewa nafasi yake. Labda kabla hayo niongeze kubwa, muda mchache kabla ya kifo chake mimi nilikuwa naye, na tulikuwa naye kwenye kikao ambacho alinialika kwa ajili ya kushiriki kuchagua viongozi wa matanda. Matanda maana yake ni wale watu wanaoishi migodini. Nilishiriki japo kwa kuchelewa, lakini nilishiriki. Na yeye ndo aliyekuwa anaongoza kwenye kuchagua viongozi. Na viongozi walipatikana. Baada ya viongozi kupatikana, mimi nilimuaga. Nikamuomba nitangulie kwa sababu pikipiki yangu ilikuwa inanisumbua. Na niliondoka. Nimeondoka kabla ya kufika kwenye kijiji changu cha Mang'onye nakoishi, njiani pikipiki iliharibika. Baada ya kuharibika, basi mimi nikaipeleka kwa fundi akawa anaikarabati. Majira ya 3:30 nilikuwa nasubiri usafiri nione ni usafiri gani tutalifikisha Mang'onye, mzee alipita. Alivyopita sikujua ni gari ya kwake au ya halmashauri. Mimi nimeomba bodaboda kwamba tuifukuzie ile gari. Tulifukuzia ile gari, tumefika mtoni, gari ya kwake ilikuwa mbele. Nyuma yake kulikuwa na gari 2, 3 ilikuwa ni mimi wa bodaboda. Baada ya pale bodaboda alinishauri kwamba hizi gari haziwezi kukuacha kukuvusha hapa, pamoja na kuwa maji yamejaa. Yatakapopungua utaruhusiwa kufanyaje? Gari hizi zitapita. Kwa hiyo bora mimi nirudia hapa kwa ajili ya mvua ili wewe uendelee na safari. Saa ngapi ilikuwa? Majira ilikuwa ni saa 4 kasoro usiku. Ilikuwa saa 4 kasoro usiku. Kwa bodaboda nilimlipa change. Nilimlipa hela ili arudi. Kitendo cha kumlipa hela, wakati anatafuta change, nikasikia kelele kutoka kwa gari ilikuwa mbele yetu kwamba gari inatumbukia. Kwa nilichofanya kabla ya kupokea change, mimi nikakimbia kwenda kuangalia. Wakati naenda nakuta ndo gari na tumbukia kwenye maji. Kwa sababu maji yalikuwa mengi, sikuweza kusogea zaidi. Nilikuwa kama mita 10 kutoka kwenye tukio kwa sababu ya oga maji. Baada hapo tulishindwa kuelewa ni gari ya nani. Wengi walipiga kelele, wale walikuwa kwenye magari walishuka kwa sababu upande niliokuwa nao ambao upande alikuwa marehemu, kulikuwa na gari 3 na pikipiki ambayo mimi nilikuwa nimepanda na bodaboda. Upande wa ng'ambo ya pili kulikuwa na gari 4. Na hamna aliyeshuka. Tuliokuwa kwa miguu ni mimi na bodaboda tu. Wengine wote hapakuwa na mtu, wote walikuwa kwenye magari. Kwa kilichotokea hapo, baada ya hapo gari kutokea, tujaribu kuwasiliana na watu. Baadaye akatokea mwenyekiti wa kijiji, akatokea na mzee wangu, mjomba wangu maarufu anaitwa Mzee Geji. Baada ya kufika pale, tukawa tunaitafuta gari, lakini gari ikawa haipatikani kwa sababu maji yalikuwa yamejaa. Lakini kwa kutumia tochi ya mwenyekiti wa kijiji, baada ya kumulika mbali zaidi, ndio tukaiona gari kwa kule kama inaonekana kwa juu. Baada ya kwenda pale kufika, tukawa tumeshauriana ni gari ya nani. Hii pombe baadhi ya watu tulikuwa nao wakasema ni gari ya Shata.
12. Nikampigia afisa mawasiliano Mheshimiwa Risante, kumweleza bwana, kuna gari inasadikika na kwenu, ila kupitia kampuni ya Fema. Asante. Kwa jina naitwa Francis Magege, mwenyeji wa Sengerema Geita. Mzee Yusufu ni kama mjomba wetu kwa eneo ambalo tulikuwa kiishi mzee wangu mzee Magege, kwa kiishi dada yake pale, basi ni kama mjomba wetu. Mimi naishi Geita, nafanya kazi. Baada ya kupata tukio hilo kwenye vyombo vya habari, the way tukaanza kufuatilia kwa ukaribu kwamba ni kweli huyu ni ndugu yetu ambaye alipata hilo tatizo, na ikapatikana ufumbuzi, ni kweli mjomba wetu. Basi tukaanza kujiorganize kuulizia. Bahati nzuri tunashukuru tulipata ushirikiano wa kutosha kutoka Singida na uongozi wote wa Singida kuweza kufanikiwa kupata baadhi ya miili ya ndugu zetu, akiwemo na huyo mjomba wetu Yusuf Mandamu ambaye tumekuja kumstiri hapa kwetu Richiri Sengerema, na tunashukuru Mungu na tunashukuru uongozi wote wa Singida kwa pamoja kuweza kutusaidia. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.